Koragwa. Koragwa lile. Mwana juice. Kuna watu wanakutazama huko kwa kamera. Wabie hi. Yes. Who can tell me the age of this man? 75. Wewe? 78. Wewe? 85. Wewe? 82. Wewe? Nyote mumeanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. This guy is 100 years old. Hamjambo na mubarikiwe. Kama mumepokea baraka na mubarikiwe. Let's see the second born. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Degwa Kibendera. Nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wangu, na mimi niko na miaka 78. Na ningeomba hata nyinyi mfikie hata mwende zaidi ya hiyo. Na ninawabariki ninyi wote, muwe salama. Asifiwe Yesu. Kwa majina naitwa Veronica Waboi na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Hao wageni nimewakaribisha kwa jina la Yesu. Muwe mkuje hapa tushirikiane na nyinyi. Mbarikiwe sana. Nimekula Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Kwa jina ni Mary Mukuhe na huyu ndiye mzee. Huyu? Huyu. Ndio mzee? Umekaa na yeye miaka ngapi? Miaka mingi. Kama ngapi? Sasa mimi niko na miaka 70 lakini umekaa na yeye kama miaka ngapi? Kama miaka 40 hivi 50. 40 50. Hapa ni watu watatu. Na jazi yana hii ndio mlikana tena. Huyu ako na 50 years in kwa ndoa. Na bado namuita Beth. Na Mungu ambariki. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Teresia Kanini na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Na mimi niko na 70. Mwaka hii ndio nimefikisha hiyo. Okuheti kukuheha si kukatwa. Akona 70. Kai. Oh yeah. Kama sio ugonjwa nilikuwa hapa hivi. Hata wakati hiyo nilikuja hapa nilikuwa hivi. Lakini ugonjwa sio kusongwa. Ukikuja hapo ulikuwa nilikuwa hivi. Lakini miguu lakini nikakonjeka. Shetani unajua aliona vile tuliangaliana akasema huyu ameonekana. Lakini nikamwambia umeniona kando, wewe Shetani utaniona. Lakini wakati sasa nasikia niko sawa. Hata nikiwa na kanyanga hivi. Nasikia beat. Huyu mama kidney zake zilikuwa zimefail zote. Mungu akakuja hapa akatuambia kwa store yake kuna kidney. Nikamweka kidney hapa. She's back. Amekaa 8 months kwa kitanda. She's back with the new kidneys. Madaktari wamempima wakamuuliza what did you do? Sina wasiwasi. Niliambia leo Shetani, utajua ujui. Naenda kukustaki. Na ni leo tu, hakuna mambo mengine. Nimemstaki. Thank you. Mpigieni Yesu makofi. Huyu namuitaga my darling. This is my darling. Na hawa wengine ni my darling, hawa ni vijana wangu. Kuna mwingine nimeona tunakuanga nao about 700. Sema 700. Na tulianzisha mradi wa kusaidia hawa watu. Huyu mzee alipigana maumau, vita ya maumau, lakini walinyimwa shamba, hana shamba. Sema hana shamba. Lakini the dependence that we have, the freedom we are enjoying now, it is because of this man. Because of this man. Because of our moms here. Hawa ndio walipigania uhuru wa nchi. Na wale walikuwa wanawapiga, wanaendesha magari, hawa ndio hawa. So nilianzisha
project under them soka na hau kijana wewe na wewe niki thie tunaita Mfalme wa Amani Foundation, na tunakuwa tukiwapatia chakula cha kukula na nguo adutire tio mode. Yes. Tunawavalisha, wanakaa vizuri na nyumba zao tunawatembelea. We eat, we share with them. Na hii ni msimu ya Christmas. Nimekuwa nikizungumza na watu nje na kila mahali, my friends, and I started a project ingine kwao. Because tumekuwa tukiwapatia chakula every end of the month, na hii Saturday, this Saturday, watakuwa hapa wazee wote tuwapatie chakula ya Christmas. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nakutaka uniletee Wednesday, Thursday hapo uniletee hata kama ni kilo moja ya unga, kilo moja ya maharagwe, kilo moja ya kamande, kilo moja ya dego, anything that you have. Utuletee. We have 700 of them ambao tutakuwa tukipatia chakula. Tunapatia about 12 kgs of different stuffs of 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg. Maharagwe kilo 2, mchele kilo 2, unga kilo 2, sukari kilo 2, mafuta kilo 2, hivyo 2 kg, 2 kg. Kitu anaweza kukula for the whole month. So we have adapted another new system on top ya kuwapatia chakula. Sasa nataka mtu mmoja. Kuna watu wengine hapa ni maorphan. Wangapi hapa ni maorphan? You have an orphan, hauna baba ama hauna mama, whatever. Sasa develop a system. You adapt a father or you adapt a mom. Every year ama every month ufanye budget hiyo ya 2 alafu utakuwa ukileta unasema hii ni ya msee, baba yangu ni huyu. Sasa tutakupatia address zake, namba yake, details zake, atakuwa baba yako unamchuga. Na unaenda kule Sige Koba, unaenda Ratema Road, unanunua kaguo kamupya. Msimletee hawa wazee mituba, nikute mtu amebeba kimutuba hapa utaona. Utakula makofi mpaka hivyo ulikuwa unatoroka ukiniona. Nataka guo ni mpya. You don't give what you don't want. You give that which you love most. So I want us to adapt this, all the 700 of them. Kila mtu achukue baba ama mama. Unajua I have a father somewhere, na utakuwa unaenda kumtembelea. But before I give him to you, nitachukua details zako, tukujue kama wewe ni wa Illuminati, ama wewe ni wa Freemason, ama wewe ni mugaga, usituulie mababa. Bwana Yesu asifiwe sana. We will have to study you, and the people wale ambao wako nje, there are people who requested that they want to be part of this, and we want to raise a team of 10,000 people. Hawa ni wengi sana. Wende Kawagwale ni wengi. Wende Mukuru kwa Ruben kwa Jega huko ni wengi. They don't have land. They don't have anybody to help them. Wamedanganywa na serikali, wanapatia kwa shilingi 2,000. Ile ya wazee unapatiwa 2,000 unakula mwaka mzima. Hakuna, haipatikani. So through the foundation we are going to facilitate the daktari inaitwa nini? Medical. Hii kadi. NHIF. Si niliwaambia sikusoma. NHIF kila mmoja tutamtafutia NHIF. Then we have doctors. Doctors, watu wa macho, watu wa diabetes, watu wa pressure, specialists. Sasa tutakushikanisha na daktari na mzee huyu. Sasa huyu mzee tuko kwa kompyuta yetu tumeweka picha yake, age yake, namba yake ya simu, alafu details zake za health. Kama ni mtu akona diabetic tunamshughulikia. Tunamtafutia daktari wa diabetic. Kama ni pressure hivyo. Kama ni nini, kama nikegia gadhuri tawe. Sukari na maru, na dhinoki ya maru. Na pressure. Sasa tunachukua detail medical zote. So if you want and you are interested, ujiandikishe na sisi under the Mfalme wa Amani Foundation. Mfalme wa Amani Foundation ndio bado ina deal na watu wa jela, wale wametoka jela, criminals, ex-convicts, wale wanaitwa waizi, wale wanaitwa prostitutes. We are having them here. Unaona venye nimefaa, ndio wamenivalisha hivyo. Wapigieni makofi. Because we have people
who are talented. Bwana Yesu asifiwe sana. People who are talented, but the devil wanted to kill them. Now you have said the devil is no longer going to kill them because I was to be killed myself. But I refused and I told the devil, I'm not going to die. Huyu umesikia my darling hapa alikuwa akufa kabia shetani. Utajua ujui, ulinionaga usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are having that project, tunaita adapt a father or adapt a mother. Adapt a parent. Bwana Yesu asifiwe sana. So utakuwa ukimuvalisha, utakuwa ukimununulia nguo, but usiende kwake straight, unapita kwa ofisi ya mfalme wa Amani. Ndio unakuwa na supervisor wetu, mnaenda na yeye, usiende kufanya vitu zako. Haleluya. Mwambie mwenzako usifanye vitu zako. Ni mwakena. Damusha lishe na ginya ruraya. Na mutaitwa mutaenda baka ngabo. Nitalipa fare muende ngabo. Muende mutembe, mwirorere bururi. Mulipigania uhuru wa hii nchi. Lazima mukae na mvukae mzuri. Guka yangu ndiye alianzisha hiyo vita. Na sasa kwa sababu niko hai. Si lazima ni ile vision ilikuwa na guka. Si lazima niendeleshe. Wasimame na watoto wenu tuwasaidie na mupate manyumba. Na nitahakikisha Mungu anisaidie tu ninue shamba kubwa, niwajengea hata kama kanyumba ka 10 by 10. Mkae kanyumba kenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapigeni makofi wanapoenda kuketi chini. Kutoka ile. Thank you, thank you. Wapigeni makofi. Don't stop until they sit down. Don't stop until they sit down. Makofi yaendelee. Ya juu, ya juu, ya juu, ya juu kama wasungu. Kama wasungu ya juu mpaka waketi chini. These are senior citizens. Hallelujah. Yes, ya juu mpaka waketi chini. Wacha. Wewe, kwani wewe ni mganga? Ni nini nazuia isianguke? Umeweka kidito hapa. Juu kabisa. Wakiketi chini ndio mtaacha. Mnakuliaga matude yao na ndivyo mnatuligia hapa. Mtu alilala kwa kichaka na mtu hata huwezi kumununulia chakula. Thank you, thank you, thank you. You get seated. Thank you very much. We are known by our love.